ni namna gani ya kutungisha mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Okay. Kwa sababu amekuwa tu akisoma kwa maandiko, malaika wakamshukia Maria wakamwambia utazaa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye sijui nini. Sasa nataka nieleze kwamba hata mwanadamu ana uwezo wa kufanya hivyo, kutungisha mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. kwa sababu Hebu mwanadamu prophet waambie ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo yale yote anayoyatenda Mungu, mwanadamu pia anaweza akayatenda. ndio. Sasa naeleza, lazima uelewe factor na lazima ustadi, usiongeongee tu vitu. Unaona? Unatakiwa ujue kwanza, na ngoja tu niende direct, ni namna gani. Namna ya kwanza, ni lazima apatikane mwanamke ambaye ni bikra. Mwanamke ambaye ni bikra. Nini maana ya bikra? Component ya kwanza, mwanamke ambaye hajaingiliwa na mwanaume kwa namna yoyote, mwenye utando kwenye sehemu zake za genital places hizo. Kwa hiyo huyo ni component ya kwanza, lazima apatikane. Ndio. Yes, lakini mwanaume, umesikia, ambaye anaweza akafanya hivyo, lazima awe king, awe amejielewa, kama awe mfalme, ajijue yeye ni nani na ana uwezo huo, awe na spiritual power. Okay. Na hapa mwanamke, nazungumza sasa kwa mtu yeyote kwamba anaweza akafanya, lakini kwangu mimi kama prophet, kwa level yangu mimi, naweza nikampatia mimba mwanamke yeyote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, awe bikra na asiwe bikra. Lakini kwa hawa wengine, kwa sababu ni ground amateur, wanatakiwa kumpatia bikra peke yake. Ndio wanaweza kumpatia bikra peke yake. Naam. Kwa kitu cha kwanza ndicho. Kitu cha pili, lazima ujue mzunguko wake wa siku 28, siku zake za hatari ni zipi. Kwanza awe ni bikra, lazima ujue mzunguko wake. Na sasa hapo kwenye hebu ya namna mzunguko wake. Ndio. Kwa mantiki ya kwamba, sharti jingine la mwisho, wewe katika huo mwezi ambao unatakiwa kumpatia mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hautakiwi kuwa umekutana na mwanamke mwingine yeyote. Uwe ndani ya huo mwezi usikutane na mwanamke mwingine yeyote. Kwa hiyo kwa mwanaume hakuna shida. Mwanaume anaweza kuwa anakutana na wanawake wengine, lakini kwa kipindi hicho anachotaka kumpa mwanamke bikra mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, huo mwezi hatakiwi kukutana na mwanamke yeyote. Okay. Kitu sasa pale atakapojua kwamba hizi ndizo siku za hatari za yule bikra. Ndio. Yule bikra katika siku za hatari, kwa kawaida huwa mwili wake unatamani sana mwanaume, anapata feelings za mwanaume, hasa wakati wa usiku. Kwa wakati anapata feelings za mwanaume, wewe sasa huku unatakiwa ujue usiku wa kuanzia saa 4 uanze kutransport energy yako kutoka kwako kwenda kwa yule without physical contact. Una transmit energy spiritual. Kwa hiyo hapo there's no need of any physical contact. No physical contact. Wewe uko da na yeye yuko Msoma, yani you are far places, na unampatia ujauzito, no matter about the distance. Umeona? Kwa hiyo wakati huo wa usiku kuanzia saa 4 unaanza kusukuma energy kutoka kwako kwenda kwake, kwa sababu yeye yupo kwenye receiving period, yuko kwenye hitaji, na atapata wet dream usiku. Ukiwa unasukuma sasa, unasukumaje? Technique ya kusukuma unasukumaje? Cha kwanza lazima umjue jina lake la kwanza. Kwa kama anaitwa, tuseme, nipe jina la kike, anaitwa nani tuseme? Maybe Angel. Anaitwa Angel. Kwa hiyo unatakiwa umtaje bikra Angel. Pokea mimba kwa uwezo wangu na uzae mtoto, unataja jinsia. Aitwe fulani. Okay. Na atapokea. Sasa kinachokuja kutokea, yule mwanamke ndio atapata ujauzito tayari, lakini kwa sababu kama si mwanamke wa kiroho, ile mimba itakuwa changamoto kwake. Sasa solution ipo automatically kwamba atapata mwanaume ambaye ni katika mfumo wa mwili. Siku zijazo atapata mwanaume, na atahisi yule mwanaume aliyempata na kutoa bikra yake kwa siku ya kwanza ndio kampa ujauzito. Yani hatotambua swala katika mfumo wa kiroho. Ila atajuaje kwamba sio yeye? Yule mtoto hatofanana na yule mwanaume. Kwa atatambua katika, yani itakuja katika mwili sasa, aonyeshwe kwamba una ujauzito. Kwa kuna mtu atakuja kama mchumba, na atamrubuni na atamtoa bikra na watafanya sex. Yule ndiye atashtuka kuhusu mimba iliyoko wapi? Tumboni kwake. Lakini ile mimba iliyoko tumboni kwake imeshaingizwa na mtu
kiroho, na mtoto atakayezaliwa hawezi kufanana na mtu anayehisi mimba ni ya kwake. Hawezi kufanana, hata ukipima DNA haziwezi kufanana. Zitafanana na yule aliyesukuma mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini kama mwanamke ni mwanamke wa kiroho, atapokea mimba na atajifungua pasipo kukutana na mwanaume yeyote. Atatambua hilo jambo kiroho. Kwa sababu gani? Mimi kama king, baada ya kuwa nimeshafanya hicho kitu kwa mabinti kama wawili, na nikawapatia ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ila niliwaagizia na malaika kuambia wasiwe na wasiwasi kuhusiana na hiyo hali. Kwa hiyo prophet sasa hivi kwa ambaye atahitaji kuwa na mtoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, aidha binti yoyote, sasa hivi anaruhusiwa kukuona, anaruhusiwa kuniona, uweze kumpatia huduma hiyo, anione, nimwelekeze kinagaubaga namna ya kutoa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na pia masharti ni yale yale, awe hajakutana na mwanaume yoyote. Mwanamke yule awe hajakutana na mwanaume yeyote, hiyo ni sharti namba 1. Usinifananishe na mitume wa hapa duniani, mimi niko level ya Kristo.